السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد, alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kuingiliwa na mwezi mtukufu, mwezi wa mfungo 3 Dhulhijja. Alhamdulillah, ni mwezi ambao umebeba mengi matukufu bora, na ni katika al-ashhur al-hurum, ni katika miezi mitukufu ile minne, na ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupa mambo hakuna mwezi mwingine. Hata Ramadhani washindwa na mwezi kama hunu katika mitana yake, kwa sababu mwezi wa mfungo 3 hasa hizi siku 10 za mwanzo yatosha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziapia katika Qur'an, wal fajri wa layalin ashr. Mwenyezi Mungu amezapia kwa kuwa ni bora, na ametumia layali lakini kwa maana ya ayami. Siku 10 hizi ni bora sana, na ndani yake kuna siku bora katika siku za mwaka. Kuna yaumu Arafa, kuna yaumu tarwiya, kuna yaumu nahari. Hizi ni siku tukufu, ni al-ayamu al-fadila min ayami sana, siku tukufu katika siku za mwaka. Inshallah Taala, najusia mimi mwenyewe na kila Muislamu tufanyeni bidii. Ni ghanima, ni al-ghanima al-barida, ghanima ambao kwamba pesi Mwenyezi Mungu ametuletea Subhanahu wa Ta'ala, malipo ndani yake huongezwa. Tufanyeni bidii, tufungeni siku 9 hizi, taasiya bin nabii, kwa kumuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akifunga na fadhaili zaelezo na hadithi zaelezo na zajulikanwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga, na mtu kufunga siku moja katika hizi siku 9, siku moja thawabu zake kama kufunga mwezi mzima, na imekuja katika fadhila zingine kama kufunga mwaka mzima, siku moja tu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujibu dua. Kwa hivyo tufungeni mchana, usiku tusimameni, tufanyeni ibada. Na siku 10 kama hizi zimekusanya ummahatul ibadat, ndani yake waweza kuswali, iko swala ya sunna, takazo, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila Allah, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Ambia mimi na swali najikurubisha kwako ya Rabb, ya Rabbal alamin. Ndani yake kuna kutoa sadaka, ndani yake kuna kufunga, ndani yake kuna hija siku hizi, ndani yake kuna umra siku hizi, ndani yake kuna kila amali zote ziko katika mwezi kama hunu. Hata ule ambaye kwamba adaiwa saumu ya faradhi na saumu ya nadhiri pia aweza kutekeleza katika siku 9 kama hizi, na kutia nia pia akapata na sunna ya siku 9 kama hizi. Ambapo Ramadhani huwezi, Ramadhani ni faradhi tu peke yake. Ramadhani huwezi kufanya hija, Ramadhani hakuna yaumu Arafa, Ramadhani hakuna yaumu nahri. Alhamdulillah, tufanyeni bidii inshallah Taala, na yusia nafsi yangu na kila mmoja, tufanyeni halla tuzipatilizeni hizi siku. Na hatujui pengine ndio mwisho, ndio mwaka wetu wa mwisho. Kila mmoja aseme huu ndio mwaka wangu wa mwisho. Inshallah Taala sitopoteza nafasi hata moja. Yule mwanachuoni mmoja asema, yambaghi lilmuslimi an ya'rifa sharafa zamanihi wa qadra waqtihi lialla yudhayya fiha lahdhatan fi ghairi qurbati. Yatakana kwa Muislamu ajue utukufu wa zama alonazo na cheo cha wakati alonao, ili asipoteze ndani yake hata lahadha moja, dakika moja katika kufanya jambo ambalo si la kulikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Inshallah Taala, Mwenyezi Mungu atuwafikie, atujalie inshallah Taala tuwe ni wenye kufanya mazuri mema na kuikurubisha kwake na kuwa karibu zaidi na yeye, na kutubia na kujirakibisha majungu yetu na makosa yetu na wagonjwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
awaafu, awapoze wenye matatizo, Mwenyezi Mungu aondolee matatizo yao, wenye haja mbalimbali Mwenyezi Mungu akidhi haja zao. Na sote tuna haja, na sote ni wagonjwa, na sote tumeonjwa. Inshallah taala Mwenyezi Mungu atutengeneze hali zetu ziwe mzuri na atuwafikie. Kubwa ni Mungu atupe taufiki tusimame katika mitana ya siku kama hizi 10 kwa kufanya ibada na masiku yake kadhalika, na yoyote atakaye kubadilika katika siku 10 kama hizi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atambadilishia mambo yake. Na hii ni guarantee, hii ni dhamana ambao yoyote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ukijikurubisha kwake yeye kwa shibiri moja, Mwenyezi Mungu atakukurubia yeye kwa pima. Ukija kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukimwendea watembea, yeye atakukimbilia. Bimaana kujikurubisha kwa khairi na ibada, ukabadilika kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa mzuri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutengenezea mambo yako yawe mazuri zaidi. Matatizo sisi tutaka Mwenyezi Mungu atutengenezee mambo yetu, lakini sisi hatutaki kutengeneza mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutengeneze ya Mwenyezi Mungu ambayo ni faida yetu, na Mwenyezi Mungu atatutengenezea yetu ambayo ni faida yetu duniani na akhira. Wafakana Allahu yakum yuhibbu yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.